Bana, leo hata tujifunze namna gani ya kuweza kumchunguza mtu mwingine, namna gani ambavyo unaweza kaona message na kusikiliza mazungumzo ya mtu mwingine akiwa anazungumza na mtu mwingine, pengine hata anawasiliana na mtu mwingine pasipo hata kushika simu yake. Yaani unakuwa tuna kaujanja fulani hivi ukafanya hivi kupitia simu yako, basi unaweza kaangalia kila kitu ambacho mtu mwingine anakifanya. Sasa hii jambo bana, baada ya kumfundisha huyu mtu liliweza kujitokea puani. Yaani kuna jamaa ambaye nilikuwa nimemfundisha namna ya kuweza kufanya hili jambo. So baada ya kumfundisha jambo likanitokea puani. Pia utanishauri mimi mwenyewe nilikosea sehemu gani, lakini pia nitakufundisha wewe unawezaje kulifanikisha hili jambo. Baada ya kukufundisha utanishauri pia ni kwa namna gani mimi nilikosea, kwa sababu kuna jambo moja lilinikuta baada ya kumfundisha huyu jamaa. Na ilikuwa ni jana tu. Na ndio maana leo nimeona kwamba nitengeneze tena hii video nije kukuelezea ni kwa namna gani ambavyo huu msala ulinikuta. So niko jana nimetulia zangu maskani. So nikapokea simu. So baada ya kupokea simu ilikuwa ni simu sauti kali ya mwanamke, sauti fulani hivi kali ya kukwaruza. So inaonekana kama ni mtu fulani hivi amelia kwa muda mrefu sana. Unafahamu mtu ambaye amelia kwa muda mrefu sana ni sauti kali hivi inakwaruza. So mwanamke kaanza kunilalamikia kwamba unajisikiaje kwa kuharibu ndoa yangu? Unajisikiaje baada ya kuona kwamba mwanamke kama dada yako, pengine hata shangazi yako, atazurura mtaani akiwa na watoto ambao hawahudumiwi? Of course sasa hapo mimi nikawa nimeshtuka kidogo. So ni sauti fulani hivi kavu, unaona kabisa kama kuna kilio fulani kilikuwepo kwa mwanamke anaongea kwa upole. So nikamwambia kwamba dadangu, na shida gani? Mbona kama tuma zimekuwa ni nyingi sana, ni design fulani unaniuliza maswali ambayo pengine ninahitaji kwanza nikufahamu ili niweze kujua najibu vipi au maswali, kwa sababu moja kwa moja imeanza kuniuliza hao maswali na sikufahamu. Ingekuwa kama ni dada yangu ananiuliza, ni mtu ambaye nimezaliwa naye nini family, ningeelewa na mjibu vipi, lakini wewe sikufahamu. So naona kama labda umekosea namba ama au maswali unayoniuliza mimi sio mtu sahihi wa kuweza kujibu hao maswali. Akasema hapana, sijakosea namba, na nimekuuliza hii kwa sababu kuna kitu kimetokea kwenye familia yangu, lakini nimegundua wewe ndio chanzo. Nikamwambia okay sawa, hebu nielekeze mimi ni chanzo vipi. So sister kaanza kuniambia kwamba nafahamu kweli mimi nimekosea, nafahamu kweli mimi nimemchiti mume wangu, lakini kwa ulichokifanya wewe haujafanya kizuri, kwani nyinyi wanaume huaga mchiti. Nikasema sasa kama ndio umechiti, unataka uniulize mimi kama wanaume tunachiti ama hatuchiti? Hilo ni swali ambalo of course kila mtu anafahamu, au sio? Naweza nikasema kwamba si chiti, lakini wewe ukasema kwamba hakuna, wanaume wote tunachiti, baba yenu mmoja mama yenu mmoja. Kwa hiyo jibu langu haliwezi kukupa uhakika wa asilimia mia kwamba ninachokiongea kiko sahihi. Twende kwenye maji. Ananiambia kwamba ni kweli mimi nilikuwa namchiti mume wangu. Of course ni kweli nimemfanyia mambo mengi sana na amenifumania, lakini wewe ndio ambaye umewezesha anifumania. Nikagundua huu ni msala, kwa sababu siku zote nimekuwa nikitoa mafunzo ya kuweza kusoma message na kusikiliza mazungumzo ya mtu mwingine pasipo kushika simu yake. So nikagundua huu msala kuna sehemu huko kimenuka. Nikasema imekuwaje? Akaniambia kwamba nimekuta namba mume wangu, nilikopi namba, alikuwa akiwasiliana na wewe akisema kwamba oya, nashukuru nimepata ushahidi, sasa kilichobaki maamuzi ni yangu, nimeshapata ushahidi, huyu mwanamke anifai, nashukuru sana Mr. IT. So baadaye nikaa kama alivyoondoka nikaa nimechukua simu yake nimekopi ile namba. So na hili jambo limetokea muda mrefu sana. So sasa hivi mimi niko mtaani, of course niko kwa mama yangu, lakini nimekaa nimevumilia, nimeona kwamba of course kakangu ukufanya kitu poa. Sasa turudi kwenye issue. Nikamwambia sasa wewe una uhakika gani? Akamwambia bwana, na kutumia hii namba utagundua huyu mtu kama ulifanya naye kitu ama kufanya naye. Ndio akama nitumie hiyo namba. So baada ya kunitumia hiyo namba, mimi nilikuwa nimesave mshikaji Tanga. So nikagundua huyu mwanamke kweli ana details za kitu ambacho nimekifanya. Nikampigia yule mshikaji Tanga. So nikamwambia mwanangu inakuwaje? Akaniambia mwanangu fresh. Nikamwambia umefanya nini mwanangu? Nikamwambia mwanangu sijafanya kitu. Kwani umefanya kitu gani? Nikamwambia bwana, mbona wife wako amenipigia simu na ananilalamikia kwamba wewe umemwacha na mimi ndiye ambaye nimesababisha, kwani imekuwaje? Akasema mwanangu wewe usijali wala nini, sisi wote wanaume mwanangu fresh, kama amegundua kama wewe ndio ambaye umenisaidia au mtongo nini fresh, lakini sisi wanaume mwanangu alichonifanyia nini inatosha. Kama
Hebu niambie kidogo kwanza, sababu lawama zimekuwa nyingi sana. Ni kitu ambacho umekishuhudia huko hadi kimesababisha umeachana na mwanamke wako? So jamaa ndio akawa ameniambia, akamwambia bana, sikiza nikwambie, sawa, yule mwanamke ni nyoka, yule mwanamke nini, ni mbwa. Nikamwambia hebu iko vipi? Akaniambiaje kwamba kuna siku wife alikuja kazini, kwa sababu jamaa ule ni fundi. Kwamba kuna siku wife alikuja kazini, au sio? Kwa sababu sehemu ambayo tulikuwa tunajenga ni sehemu ambayo yeye anafanyia kazi, so wife wake alikuwa ni mtu wa saluni. So nikaa nimemcheck kwamba wife, niko sehemu fulani hapa, hebu shughulikia masuala ya misosi hapo ulete huko. So wife akawa kama amepika maskani vile, kama mbeba msosi, kwa sababu anaenda kazi moja kwa moja na sehemu ambayo anafanyia kazi mume wake ni sehemu moja, kwa sababu ilikuwa ni tenda ya shule. So wife akawa ameleta pale msosi. So baada ya kuleta pale msosi, umeona boss ambaye alikuwa anasimamia ule mradi wa shule kama engineer fulani, so inaonekana kama alichukua namba, umeona, baada alichukua namba. So baadaye jamaa akaanza kuona kadri siku zinavyozidi kwenda, sababu shule ilikuwa ni kubwa, of course walikuwa wanajenga mabweni ya watoto wa kike, so kazi ilikuwa ni kubwa sana. So kadri siku zinavyozidi kwenda, jamaa akaanza kuona kwamba pale kazini anapanguliwa sana, yani ni mtu ambaye anapanguliwa sana, kama yule jamaa engineer yule anamletea gozi nyingi sana, na ukizingatia kwamba ilikuwa ni fundi wa kawaida, umeona, fundi ambaye alikuwa anatakiwa aletewe lawama nyingi ni ile pale ameshika tenda, lakini akaanza kuona engineer ni anamletea gozi nyingi sana. So baadaye, lakini pia muda unazidi kwenda, akaanza kuona kwamba wife wake ni mtu ambaye excuse nyingi sana. Ni utakuta sometimes shikaji amerudi kazini, of course ni kazi za ufundi, mtu anachoka. Jamaa ndo ananiambia kwamba mtu anachoka, lakini hauwezi ukaacha kukifikia kimoja kwa wife wako, sio? Excuse zikaanza kuwa nyingi sana. So baada ya kuona excuse ziko nyingi sana, azingatiwe mazingira fulani, so jamaa ndo akafanya nini, amenicheki mimi. Baada mimi kumcheki, kumconnect, kuanza kushuhudia zile SMS na kila kitu ambacho mke wake anakifanya, ndo akaja kugundua mbona analuka na engineer. Ndio jamaa kilichokuja kumpain na engineer ndo mtu ambaye alikuwa afanya nini, anamtemea sana shit kazini, vitu kama hivyo hapo, yani unyanyasaji hivi, dharau kibao. Jamaa kwa namna, kumbe dharau zote amezileta mwanamke, umeona, baada ya kufanya nini, kuanza kuchepuka na huyu engineer. So jamaa ndo kama nichana. So baada ya kuona hivyo, mimi niko na haina noma, ikabidi nibadilishe namba sasa, ili mwanamke asinitafute tena, ikabidi nikabadilisha namba. Sasa nataka nikuulize swali, kuna kitu chochote ambacho mimi hapo nilikosea kuweza kumsaidia huyu jamaa? So kama unaamini kwamba sijakosea, basi fresh, lakini kama unaamini kama nimekosea, unaweza kashika kwenye comment section hapo, drop comment yako, sawa? Lakini pia kama umekuwa ni mtu ambaye na wewe unataka kufanikisha hili jambo, basi unaweza kanicheki kupitia namba yangu hapo, kaniambia Mr. T, naomba tufanye jambo.